Muislamu anahitajia afahamu kanuni ambazo zinatawala maisha ya viumbe vyote, na ndio pale tunaposema ghulibat sayaghlibuna lillahi amru. Katika lillahi al-amru ndio hiyo kwamba hayaendi yoyote yale nje ya kanuni za Mungu, na hizi kanuni wala sio miujiza, tunazifahamu sote. Na ili tufahamu kwamba sio miujiza, natoa mifano. Tukija kuzungumza huko mbeleni kwamba ili ziwe zina sifati ashumulia, lazima ziwe zinacheza katika mawanda manne. Tutakuja kuyaona huko mbeleni. Hayo mawanda lau kama yakifuatwa na umma wote ule, lazima umma utangulie, lazima uwe mbele. Tumeelewana hapo? Kwa maana ya kwamba kuna kunasibishwa na Mwenyezi Mungu, kuna kunasibishwa na, yani kuna al-afaq, kuna an-nafsi, kuna al-hidayatu na kuna at-ta'yidi. Haya maneno manne sitaki kuyaelezea, kwa yule anayejua Kiarabu ayashike tu, huko mbele tutakutana. Al-afaq, anga, an-nafsi wa fi anfusikum, la pili hilo, na la tatu al-hidaya, na la nne at-ta'yid. Hivi vitu vinne ni muhimu, na hili la at-ta'yid la mwisho ni muhimu kupita maelezo. Na ulimwengu mwingi hasa wa kimagharibi umeweza kwenda mbali na kushika hatamu ya dunia kwa kushikilia magurudumu mawili tu, al-afaqi wa an-nafsi. Hawakushika gurudumu la tatu na la nne, lile gari likawa madhubuti zaidi. Sasa nasema hilo nalidokeza tu ili tujue tunapokwenda tuna vituo gani. Sasa ili mfahamu kwamba ni ya kawaida, tulisema kwamba vyanzo ni viwili. Wengine wametaja vyanzo vingi. Kwa mfano wametaja kwamba at-tarikh ni moja katika vyanzo vinavyotuelimisha hizo kanuni. Wakasema vile vile mathalan uzoefu, na ukitizama kwa ujumla uzoefu wa wanadamu ndio unaoingiza historia pia. Na ndio maana tunasema vyanzo ni viwili. Kwanza ni chanzo cha kiuungu, Mungu, aya za Qur'ani, hadithi, vitabu. Hichi ni chanzo cha muhimu sana katika vyanzo vinavyotufundisha hizo kanuni. Sema cha kwanza nini? Ni upande wa revelation knowledge, ilmu al-wahy, na wale wote wanaobeba wahi, mitume na vitabu na kuendelea. Hichi ni chanzo cha kwanza. Chanzo cha pili ndi hiyo tunasema tajiriba ya mwanadamu, uzoefu wa mwanadamu, kwa lugha ya wenzetu experience, na wazungu wanasema learning by experience, kwamba experience inafundisha vile vile. Na si mambo ya ajabu, katizame misemo mingi ya makabila yetu inazungumzia tajiriba, inazungumzia nini? Uzoefu, na inazungumzia kanuni. Wamejuaje hizo kanuni? Kwa sababu ya uzoefu katika maisha. Ukiambiwa mtu mzima, huyu mzee amekula chumvi nyingi, anaweza kukupa nasaha, sio kwa sababu amekwenda darasani, kasoma kutokana na maisha. Kuna vitu vimejirudia rudia, ndio tuzungumza katika maana al-ada, katika maani zake. Kuna vitu vimejirudia rudia katika maisha mpaka akapata kanuni yeye, kwamba jambo hili likiwa ni alifu likakutana na baa